Huku wiki 8 tu zikibakia kabla ya mtihani wa kitaifa kuanza, kuna wasiwasi kwamba iwapo mgomo utaendelea, kuna uwezekano wa kupanga upya ratiba ya mitihani ili kurejesha muda wa masomo uliopotea. If these do not normalize from Monday from next week, then it means that syllabus coverage will be affected negatively. And bearing in mind that this is an examination term, we have very few weeks to cover. I think 1 minute is very crucial this term, which should not be wasted. Wasiwasi unatanda juu ya usalama wa wanafunzi kwenye mgomo unaoendelea kufuatia vurugu za wiki iliyopita. Chama cha walimu kinasisitiza kwamba hawana jukumu la kuwajibikia wanafunzi shuleni wakati wa mgomo, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu hatari zinazoweza kuwakumba watoto katika mazingira hayo yasiyo na uhakika. These are students who are adolescents and beyond. There is likelihood of their patience running out because they are not engaged. And in that kind of arrangement, it would be very dangerous because they will be doing other things which are not coordinated. Upande wa KUPPET, baraza lao kuu la chama limeashiria azma ya kuendelea na hatua ya mgomo licha ya wasiwasi ulioko. KUPPET has been pushed, and what was merely an industrial action is metamorphosed to a struggle. Some people have misconceptions that when you are paid arrears which totals 1,050, then that one is enough for you to leave all other demands. Walimu wa chama cha KUPPET wamesisitiza kuendelea kugoma. Ann Musuku, KTN News, Nairobi. Tuangazie masuala ya siasa. Naibu Rais Rigathi Gachagua ametangaza hadharani kwamba Rais William Ruto ana deni la shukrani eneo la Mlima Kenya kisiasa kwa kumunga mkono alipokuwa akitafuta urais. Wakati huo viongozi wa upinzani wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper aliyejitangaza kuwa kiongozi rasmi wa upinzani Kalonzo Musyoka pamoja na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta na viongozi wengine wa Azimio wamekariri kuwa watakuwa na mgombeaji mwaka wa 2027 atakayepambana na Rais William Ruto. Vera Mora na taarifa zaidi.